Unataka kunifanya nini Lamio? Nataka utoboa moyo wako. Nimimine maumivu kwa kipimo kile kile ulichotumia kumimina maumivu kwenye mtima wangu. Kutoboa moyo? Ndio. Nataka kutoboa moyo wako. Na kumimina maumivu kwa kipimo kile kile ulichotumia kumimina maumivu katika mtima wangu. Bado sijakuelewa. Sina muda wa kupoteza. Kulikoni, mbona umekurupuka unahema hivyo kama unataka kukimbizwa? Wewe Fatuma wewe. Unakimbilia hapa alfajiri tena? Nakuja. Wewe Fatuma wewe. Salamu toka. Sina hakika kama salama ama la. Huna uhakika? Kivipi? Nimeota ndoto mbaya sana. Kutuhusu. Ndoto mbaya? Tena sana. Yaani mpaka naogopa. Yaani sijui hata. Ngoja kwanza. Umesema umeota ndoto mbaya kutuhusu? Hata mimi nimeota ndoto mbaya kutuhusu. Unasema? Nimeota unanichoma kisu. Hata mimi pia nimeota unanichoma kisu. Tena umevaa nguo hizi hizi. Unajua mimi Mungu kanipendelea sana. Amekupendelea? Kwa nini unasema hivyo? Au amekupendelea na nini? Amenipa mrembo mzuri mithili ya malaika. Yaani kiukweli picha yako inafaa kutumika shule ili wanafunzi wajue malaika na muonekano gani. Itabidi hoja yako ipeleke Wizara ya Elimu. Ya, nitafanya hivyo. Na uhakika itapita pasi pingamizi. Mimi pia nina hoja yangu. Inahusu masomo ya dini.
Ipi hiyo? Nitaenda kuwaambia kwenye masomo ya dini, wakiwa wanafundisha kuhusu Nabii Yusufu. Wao wanachukua picha yako, maana uzuri wako ni zaidi aliyokuwa na Yusufu. Basi, nimekunyosha mikono juu. Vipi? Mstahili kuna kazi kweli hapa mzee? Bwana vipi? Kama kana kwaje? Kale. Bosi. Ya mbona? Kumashi. Sio. Sasa hela yangu ya wiki hii itabidi unipe Ijumaa badala ya Jumamosi. Kwa sababu nina jambo muhimu sana la kufanya. Sawa, nitajitahidi. Shemeji au? Hali ya nyumbani sio nzuri. Usiponipa leo, tunatolewa vitu nje. Nahitaji msaada wako. Sawa. Wewe nenda. Acha mimi nimalizane na bosi. Nitakuja. Ushamtolea barua? Hilo nao neno ujue. Hapana, ila Mungu akipenda nitafanya. Vizuri. Kipenzi, naomba usijisikie vibaya. Hili swala nitalimaliza. Na vipi kuhusu dada yako? Anaumwa? Mbona kalala? Ajisikii vizuri. Na hili swala ndo limemchanganya kabisa. Mungu ni mwema. Atakuwa sawa tu. Hatuna muda wa kupoteza kipenzi. Wewe ndo tumaini langu. Naomba unisaidie tumalize hili swala mpenzi. Pesa ipo nyumbani. Nikifika tu nitakutumia. Usijali. Sawa. Shem, Mungu akubariki sana. Yaani nimejisikia kupata hadi nguvu yake. Usijali Shem. Haya, uwe na siku njema. Na kwenu pia. Kipenzi, najua unanipenda. Nami nakupenda pia. Lakini naomba uniwie radhi kwa kukuvisha mzigo kwenye hili. Usijali mpenzi wangu. Hili ni jukumu langu. Kwa hiyo kuwa na amani kabisa. Farida mtu na nusu. Huyu mrembo ndani yako. Huyu ni mdogo wangu anaitwa Fatuma. Sema hujawahi kuniona naye tu. Mambo mrembo. Poa.
Bila shaka ni mara ya pili mimi na tunaonana. Nimefurahi sana kukuona. Uumbaji wa Mungu umetukuka. I see. Wewe tena. Umekumwona wapi mdogo wangu na hana kawaida kuzurura zurura? Usijali. Tutaongea. Wewe si mwanangu? Haya baba. Tunaenda. Bye mrembo. Unajua nimesimama muda mrefu sana. Acha uongo basi. Vipi, mrembo yupo? Asa maswala ya mrembo yanahusika vipi na mazungumzo yetu? Hamna bwana. Ila kiukweli nimetokea kumpenda sana. Yaani nimempenda mno. Nifanye mpango basi. Alafu kama unavyonijua, mjini utaishi kibosi. Yaani wewe ninayekujua nikuunganishe mdogo wangu mimi? Acha basi. Unajua mimi mambo nishaachaga siku hizi. Afu usitake kuniaminisha kama shetani wako hapendi pesa. Ila wewe Fara unajua sana ugonjwa wako. Okay. Itewe basi mimi nianze kufanya kazi yangu. Sasa hapa cha kufanya kama vipi tena tukapige mbele tatu. Afu akili changamke kidogo, ni baada hapo mwingine anafuata. Sasa baba, mimi viwanja vyako vya fujo mimi sivitaki. Wallah. Sasa na chimbo moja jipe hilo, imenyoka. Alafu vimbo vyake testa. Au sio? Sasa. Baba umeongea. Ngoja nikajipule. Changamsha basi mwanangu sana. Haina shida. Mdogo wangu kipenzi. Hivi umeonaje yule kijana wa juzi tulikutana naye? Nimemwonaje kivipi? Sijaelewa bado. Yule kijana ana hela sana. Alafu anajali huyo. Ninafikia kwa muda mrefu. Kuna mjua vizuri sana. Alafu kwao wana hela hao. Asa dada, kama ana hela unataka mimi nifanye? Jana amekuja hapa nyumbani. Bahati mbaya ulikuwa haupo. Nimeongea naye. Ameniambia ametokea sana kukupenda. Dada. Umesahau kuwa mimi na mahusiano na Lamio? Na yeye ndio msaada hapa nyumbani. Naelewa hilo. Na naheshimu pia mapenzi yenu. Lakini Lamio hawezi kuondoa taswira ya hapa nyumbani. Atakusaidia tu vidogo vidogo, lakini hawezi kufuta umaskini. Umejuaje kama yule anaweza kufuta umaskini wetu? Na tukumbuke ya kuwa kila jambo jema lina wakati wake. Hacha haraka ya maisha. Haya. Kwa vile maarifa yako ni mafupi, huwezi kuthamini kinachokuzungumza. Nimejitahidi kumdanganya kwa kila namna. Lakini nimeona. Tatizo umesahau kumwambia kama ndio pesa. Hilo baba, nimeongea kila kitu. Lakini imekuwa si rahisi kuelewa. Tatizo yule ana mpenzi wake. Na wanapendana sana. Kwa maana imekuwa si rahisi kuelewa kirahisi. Wewe mtu wake mimi namjua. Unamwona hapo? Yule ni kijana wangu. Na hata ile bodaboda anaendesha ni ya kwangu pia. Ila sikuwahi kujua kama anamiliki mtoto mzuri kama yule. Alafu ni ndugu yangu. Makubwa. Mimi nilikuwa najua ni hili ni ya kwake. Jini mipango hapa.
Hilo wewe niachie mimi. Bwana ndugu yangu ile Juma ndo shafika. Sasa bosi, mimi naona ngoja tukae pembeni tuongee. Mambo yao ndo sihitaji. Nipe mzigo wangu nitembee, mambo yasiwe mengi. Unajua bosi, siku ile uliondoka, mwanamke wangu alipata matatizo. Kwa hiyo nilichukua kidogo ili nikaweke mambo sawa. Ila nipo siku 2 nitaijazishia. Unajua ni mpuzi sana. Sipata kuona mtu mjinga kama wewe. Alafu unanichukulia unaniweza sana. Mambo yako na pesa zangu vinahusiana nini? Niwie radhi. Ona nichukulia unaniweza. Shuka kwenye chombo. Bosi, tusifikie huko. Shuka kwenye chombo changu. Alafu kama unaleta ubishi kwenye mali yangu nitakufanya kitu kibaya.